Osman, nini? Baby, nitakuexplainia kila kitu lakini kwa sasa hivi naomba kwanza utulie. Au mambo mengine tuongee taratibu. This is illegal. Sikiza. Ile ndio nakufanya ufanye vitu kama hivi. Tutulie basi. Tuongee hivi vitu, relax. Hey, no. Stop. Babe, sikiza. Usifanye kitu chochote cha kijinga. Please, Zendaya. Hii ndio nakufanya ufanye vitu unavyofanya, si ndio? Kuna muhimu kuliko unavyofikiria. Tafadhali naomba uweke chini tu. Zendaya. Are you stupid? Joe. Are you stupid? Mbona ukifanya? Are you stupid? Osman, unarudisha. Nakuuliza, are you stupid? Babe. What I hate about my love Othman, ananikosesha raha na kunifanya nijichukie kila ninapojaribu kumuonyesha hisia za upendo wangu kwake. What I love about my love Zendaya, daima huwa ananiunga mkono na ni msikivu sana, ila kwenye ile amenikosea. Karibuni sana. Kwa majina ninaitwa Madam Beatrice na leo nitakuwa ndio therapist wenu. Okay. Kabla hatujazungumzia kilichotokea, please, can you take what you see on the table? Hii haitosaidia chochote. Kwa sababu Othman is a liar and he manipulates people. Sijui hata yamekurubuni vipi mpaka umeweza kufanya hiki kitu. He doesn't love me. Sijui amekulipa shilingi ngapi for this therapy session. Let me tell you one thing. I hate him. Zendaya, unajua kunapokuwa na mpasuko kwenye mahusiano yenu, neno hate si neno sahihi. Si neno sahihi kabisa la kusema. Kwa maana kwanza alitakupa majibu sahihi. Sana litakubebesha mzigo mzito wa lawama na utakaobeba maisha yako yote. Nataka ujue kuwa you are not here for interrogation. It is up to you. No matter what you say. The main thing is you feel safe. Na mimi niko hapa kuhakikisha ninyi mnajenga mahusiano yenu na utu wenu kwa pamoja. Sharing emotion and feelings to solve your problem. Na sitaingilia kabisa katika maamuzi yenu ya ndani. Unaweza ukaniambia ni tabia gani ambayo huipendi kwa mpenzi wako? You have to write it down. Write down the behavior and explain it. How ina affect mahusiano yenu, please. Okay, Zendaya. Unaweza ukaniambia kwa nini unadhani mpenzi wako ni mwongo? Othman ni mwongo sana. Alinidanganya mimi
anaenda kwenye production setup na rafiki yake Frank. Nakumbuka vizuri sana hiyo siku. Nilikuwa nimetoka zangu kazini, narudi zangu nyumbani. Ndio nimefika naanza kusikiliza voice notes. Hiyo voice note inaniambia kwamba sasa leo nitakuwa na Frank, tunafanya production setup. So nitakuwa naye huku mpaka baadaye. And I know kwamba utakuwa bored. Lakini that was It's not your time. lakini muda mchache baadaye rafiki yake Frank alikuja nyumbani kwetu kumuulizia. Frank, Vipi? Jamani kwa? mimi napaswa kuuliza wewe. Kwani hampo kwenye production setup sijui? Production setup yani unamaanisha nini? Okay, karibu. Unajua nimetoka kuongea na Othman few minutes ago. Ameniambia kwamba yupo na wewe kwenye production setup huko sijui ya kitu gani. Sasa mimi nakushangaa unakuja hapa mwenyewe. Kwanza mara mwisho kumuona Othman lini? Oh, nimekumbuka. Aitaka kumaanisha Please don't lie to me. Sawa Frank, nimekuuliza swali. Mara ya mwisho umeonana na Othman ni lini? Na kuuliza tena kwa mara pili. Mara ya mwisho umeonana na Othman lini? mimi shem kikweli niseme tu kweli. Mimi hii ni siku ya 3 sijaonana naye. Na ndio maana niko hapa. Huo ndio kweli wangu shem. Haya sawa, karibu. Sawa, ameacha Zipo kwenye showcase. And please don't tell Othman kama uko hapa. Sio tumeelewana? Vipi naenda kupika shem? Ndio, au umeshiba? Mie unakuwa mwacha mtoto mzuri afu na Othman later akaja. Namuuliza Othman, ulikuwa wapi? And I confront him. Unajua alichokisema? baby. Baby, what's up? How have you been? Nimekumisi kinoma, yani nimekaa kula kilengo tipo huko. Ndio maana kasema ngoja nirudi. Vipi? Uko poa? Vipi? Mbona kama uko, yani kama uko sawa? Kuna nini? Kuna shida? Ulikuwa wapi? Kwa na maana voice note yangu nimekutumia ujisikize, si ndio? Anyways, nilikuwa niko na Frank kwenye mambo yetu ya production huo muda wote. Na nimekwambia. So, Frank yupo wapi? Na kwa nini simu yako lizima? Babe, come on. Mimi siwezi kuzima simu, unajua kabisa. Siwezi kuzima simu. Ila tu ni vile simu ambayo imeisha charge kabisa, na naomba unielewe usije kaanza mambo yako hapa Zindaya. Nakujua. Simu imeisha charge na nimekaa na Frank kwa muda wote. It's late tayari. Kwa hiyo nikasema kuja ni mwai mwanamke wangu. Nimekumiss, you know. So, sasa shemu mtasoleo mtamu hatari. Utani Ulikuwa unasema Frank umemwacha wapi? Niambie. Hiyo haimfanyi mtu awe muongo. Kwa sababu kila siku Zindaya, mbona nilishakwambia kwa nini sikukuaga siku hiyo? Si nishakwambia? Hiyo sio point. Kwa nini useme upo na Frank na uko naye?
Sasa bila kukuambia kwamba siko na Frank, wewe ungenielewa kweli? Au unataka mimi nisemeje pengine labda? Othman, you are a liar and you smell like it. Yaani una harufu ya uongo kila sehemu. Maana maneno yako unavyozungumza. Jamani, naomba tusikizane. Mimi kile ambacho nimekuambia kilikuwa kina make sense. Nothing makes sense. Hakuna kilichokuwa kina make sense. Mimi kama mpenzi wako Othman, napaswa kujua ulipo tena bila kudanganywa. Kwa wewe kile ambapo unakuwa wewe unaniambia mimi ulipo, si ndivyo? Yes. Yes I do. Zinda sio kweli, huo ni uongo and you know it. Kile kilikuwa ni kisingizio. Tena unanidanganya mimi Othman ili uende kwenye birthday ya ex wako. Naomba nikwambie ukweli. That is foolishness. Na tena naomba tuache kuongelea mada kwa sababu unanikera zaidi. Okay. Kwa unafikiri mimi peke yangu hapa ndo muongo lakini wewe si muongo, si ndivyo? Yes. Othman, mimi nimekuwa mwaminifu sana kuanzia mwanzo wa mapenzi mpaka sasa. But you, Zinda, you are such a big liar. You are a big liar. Au nadhani mimi sijui kuhusiana na Victor? Victor? Othman. Sasa Victor anakujaje hapa jamani?